Baada ya mkesha wetu mzuri wa jimbo kumalizika, kuna baadhi ya watu wanatoa katika ibada yetu nzuri. Tumekuwa na ibada ya baraka sana, kwa hiyo tupate recap kidogo kutoka kwa watu wa Mungu ambao wameshiriki ibada ya leo. Dada, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina, hongera kwa ibada ya leo. Asante. Naonea huruma ambao hawajaweza kufika, lakini niwape tu matumaini au niwape moyo kwamba next time usipange kukosa, kwa sababu vitu ambavyo tunavipokea au tulivyopokea ni vitu ambavyo vinaenda kuleta matokeo makubwa zaidi katika viwango vya juu zaidi. Amina, Mungu akubariki sana pia kwa kuhudhuria katika mkesha leo. Sasa wakati ujao, wakati tunakuja kwenye mkesha Bwana, usisahau kumwalika mtu mmoja au wawili. Amina. Be blessed. Mtu wa Mungu Bwana, tunaendelea na watu wetu wanatoka katika ibada. Kama tunavyoona tumekuwa na ibada njema sana na baba yetu, na hapa tupate mtu mmoja. Mtu wa Mungu, tunaendelea pia kupata vitu baadhi kutoka kwa watu walioshiriki katika ibada ya leo na mkesha wa leo. Hapa tunaye kaka, tunataka tusikie machache kutoka kwake. Amejifunza nini katika ibada ya leo na mkesha wa leo? Kaka, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe sana. Hongera kwa ibada. Amina, asante. Ibada ya leo tulikuwa tuna theme ya kijana na uchumi. Natumaini kuna vitu umetoka navyo. Hebu mshirikishe kijana ambaye hajatoka katika ibada ya leo baadhi ya vitu ambavyo umejifunza katika mkesha wa leo. Kwa kweli kitu kikubwa ambacho nimejifunza katika mkesha wa leo, kitu cha kwanza ni kujitambua. Ukishajitambua unakuwa na maono, unajua unaenda wapi, uko wakati gani, unapaswa ufanye nini, unaanza kuziona fursa, unazitumia na unafanikiwa. Kwa hiyo ndio kitu kikubwa ambacho nimejifunza kwenye ibada ya siku leo. Amina, Mungu akubariki sana na mimi nakuombea pia ukafanikiwe katika kila jambo. Amina.